Bwana, siku ya Christmas jamaa anapokea zawadi kutoka kwa rafiki yake, lakini ni box. Anashangaa alifungua hivi na ile nyeusi, anamulika na tochi, ule mwanga uendi popote. Akasema ngoja nirushe penseli. Kusha penseli, kashangaa imeenda. Kwa anajiuliza mke wake pale, na mke akataka kuingiza mkono, akamwambia acha. Hebu angalia kwanza hii box, ili barua, kuna barua niliona. Wakaenda kuchukua ile barua. Kuangalia hivi akasema imeandikwa Beni, usijue katoa macho kwenye hiyo box. Angalia ile box tu, usijue katoa macho. Kidogo ile penseli ikatoka. Angalia penseli kutoka, kana shangaa kwenye ile box. Kuangalia hivi, kashangaa kuna mtu ametoa macho vibaya mno anaangalia. Wakarudi nyuma kwanza na mke wake. Kwanza kujiuliza hapa tufanyaje? Mke akamwambia mpigie rafiki yako. Sasa yule mtu anaendelea kuangalia tu vibaya mno. Kila kitu anayofanya jamaa na yeye anamwangalia, akampigia rafiki yake. Simu haipokelewi. Na yule jamaa anaendelea kuangalia, wakatoa macho kwenye box, wakawa wanajadili pale hivi bwana. Wanajadili kuja kurudisha macho hivyo. Kuta jamaa shatoa mikono na anaangalia vibaya mno. Sasa jamaa akasema hapa hivi, mimi ngoja niende kwa rafiki yangu. Umesikia? Nikamuuliza wewe, angalia, endelea kuliangalia box. Umeona? Akasema ngoja nichukue na hichi kisu. Chochote kinachotokea mke wako pambana. Sasa jamaa wakati tuko njiani akampigia rafiki yake, akapokea, anamwambia vipi, umenipa box, kuna mtu anatoka ananitolea macho. Kwa nini mimi ndo nakuja hapa kwako uje uniambie? Kwa nini mtu ananitolea macho? Jamaa akamwambia Beni, why umetoa macho kwenye box? Jamaa akamwambia nimemwachia mke wangu. So mke wako wewe ndo utakao endelee kuangalia ile box macho tu macho. Kwa nini umemwachia mke wako? Rudi nyumbani haraka sana, maana ni hatari. Jamaa kageuza pale gari bana, sema ngoja nirudi nyumbani. Ila afika nyumbani akuta nyumba yote ni giza. Box aliko na mke wake pia hayuko.